Mambo ambayo kwamba Muislamu yote akiyafanya basi Allah anakuwa na furaha zaidi na wewe. Tafsiri yake ni kwamba anakujalia baraka katika maisha, riziki zako zinafunguka, unakuwa mtu ambaye kwamba una khairi hapa duniani na akhira. Mambo gani? Jambo la kwanza, kufanya dhikri muda wote. Dhikri tafsiri yake kumkumbuka Allah muda wote, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Katika ahadi zake Allah mojawapo ni kwamba Allah kasema, nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbuka nyinyi. Kwa hiyo muda wote ukimkumbuka Allah, Allah anakukumbuka. Jambo la pili, swala. Unakuwa na unyenyekevu katika swala zako, unaenda mapema, unakuwa tahara, mavazi yako yako vizuri, unakuwa na khushu. Na hata ukiwa na ugumu muda huo, ukikosa swala ya jamaa, ukipata kamwanya tu unakwenda kuswali. Mtu kama huyu unakuwa unapendwa zaidi na Allah. Jambo la tatu, istighfar, kuomba msamaha ile. Yani unapambana kwa karibu zaidi na Allah kwa kuomba msamaha muda wote uko umekosea. Toba, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, ni unaomba msamaha. Jambo la nne, dua, mazungumzo yako, kitu chochote ambacho kwamba unakitaka, yani unamfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa rafiki yako. Ukiwa unahitaji jambo, shika udhu wako, swali raka 2, unamwambia Allah unataka nini. Ukiwa na shida, shika udhu wako, swali raka 2, unamwambia Allah matatizo yako. Jambo la tano, hili ni katika riziki halal. Kula riziki ambayo kwamba ni halali. Mtu yoyote ambaye kwamba yani anadhulumu, anakula haramu, ni sawa sawa tayari kuna moto, lakini anajiongezea kuni katika ule moto wake, yani ili aungue zaidi katika kula haramu. Unadhuluma yatima nini. Kula vitu ambavyo kwamba Allah kakujalia navyo na umevitafuta kwa jasho lako wewe mwenyewe. Jambo la sita, kuisoma Qur'an muda wote. Ukipata muda, fungua Qur'an dakika 5 tu, aya 10, aya 20, unakuwa mwenye kuisoma Qur'an, mwenye kuyasoma maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la saba na la mwisho ni kuwa mwenye utu, na kuwa na utu katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala, watu, wanyama na hata mimea. Wewe Muislamu, hakikisha unazingatia, unawasambazia Waislamu wenzako elimu hii kama sadaqatul jariya, na unafollow ukurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaikum.